Mathayo sura ya 6 mstari kuanzia wa 19. Unasema hivi: sijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibipo na wezi kuvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni, kusiko karibia kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi. Mstari wa 21, kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo na moyo wako, ndipo utakapokuwa hapo na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni ujumbe unaosema namna ya kujiwekea hazina mbinguni. Namna ya kujiwekea hazina mbinguni, au namna ya kuweka hazina kwa Mungu. Jamani, amina. Amen. Neno hazina katika Biblia Agano la Kale limerudiwa mara 96 na Agano Jipya limerudiwa mara 22. Neno hazina. Na nimesoma mistari mingi nikazipata baadhi ya maana ya hazina. Lugha ya Kiingereza wanatumia neno treasures au thamani. Maana yake ziko nyingi, lakini maana inaweza kuwa thamani. Hiyo maana moja wapo, thamani. Maana nyingine ya pili ni fedha. Fedha huwa zinaweza kuitwa hazina pia. Marko 12:41, Luka 21:1, Injili 8:20. Narudia, Marko 12:41, Luka 21:1, Yohana 8:20 inazungumzia hazina kama fedha. Lakini tafsiri nyingine ya hazina ni akiba au kitu kinachohifadhiwa. Luka 6:45, hazina ni kitu kinachohifadhiwa mahali. Kitu kinachohifadhiwa mahali. Lakini kuna sehemu nyingine hazina nimeona kama malipo. Luka 18:22, kama malipo. Lakini sehemu nyingine hazina nimeona kama tabia iliyowekwa kwa mtu, iwe njema au mbaya. Nasema mtu muovu katika hazina yake, mtu mwema katika hazina yake. Kwa hiyo hazina inaweza kutafsiriwa kama vitu vilivyowekwa, viwe vibaya, yaani kitu chochote kilichowekwa sehemu kinaweza kuhesabika kama hazina kwa tafsiri miongoni mwa maandiko. Lakini mimi nazungumzia kuhusu kuweka hazina mbinguni. Jamani, amina. Sasa namba moja, namna gani tunaweza kujiwekea hazina mbinguni au kwa Mungu? Namna gani? Tukaonekana tumeweka hazina, tumejiwekea akiba kwa Mungu, tumewekeza kwa Mungu. Askofu na mhubiri mkubwa wa Injili mzee wetu marehemu Moses Klola aliwahi kusema ameona maono mbinguni, watu ambao hawaji kufanya kitu wanakaa katika mazingira fulani magumu. Unakabidhiwa chumba hakina kitu chochote. Siwezi kusemea kuhusu maono hayo, lakini huenda Mungu alikuwa anaonyesha mtu asipofanya chochote katika ufalme wa Mungu mbinguni atakuwa mtupu. Jamani, amina. Ndio somo lenyewe. Kama unaonyeshwa kwamba unaingia chumba kisicho na kitu, ni utupu. Sasa kwa namna gani tunaweza tukajiwekea hazina kwa Mungu, tukawa na kumbukumbu yetu mbinguni,
tukawa tuna kumbukumbu yetu katika ufalme wa Mungu. Mimi nimeangalia mambo matatu. Jambo la kwanza, ni lazima tufikiri zaidi mambo ya mbinguni kuliko ya kwetu. Lazima tufikiri zaidi mambo ya mbinguni, mambo ya Mungu kuliko yetu. Muulize mwenzako, namna ya kufikiri kwako, unafikirije kati ya mambo ya Mungu na mambo yako? Muulize. Mwambie nini kinakufikirisha zaidi? Nini kinakufikirisha zaidi? Kwa mfano, unapowaza kuhusu mchango wa ujenzi na unapowaza kuhusu ada ya watoto, nini kinazidi? Muulize jirani yako. Mwambie akwambie ukweli tu. Nini kinazidi? Unapowaza kusuka na sadaka ya Jumapili, nini kinazidi? Unapowaza mlo wako wa nyumbani na sadaka unayotoa kwa Mungu, nini kinazidi? Unapowaza kumsaidia baba na mama kijijini na kazi ya Mungu, nini kinazidi? Unapowaza maisha yako na kazi ya Mungu, nini kinazidi? Kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Wa kwanza unasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Kristo ambako yukoje? Aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. 2, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa hiyo hapa nazungumza habari ya kufikiri. Fikiri zaidi mambo ya mbinguni kuliko ya hapa duniani. Kama unataka kuwekeza kwa Mungu, hiyo ndio miongoni mwa njia inaweza kusaidia. Namba 2, tunapojikumbusha kuwa hapa tuwapitaji na wasafiri. Yaani unaweza ukajiwekea hazina mbinguni kama unajikumbusha kwamba hapa wewe ni mpitaji na msafiri. Mwambie jirani yako, hapa sio pako. Kuna wakati tunafikiri duniani, unafikiri hapa tuko maisha ya kudumu, lakini hapa sio petu. Kwa mujibu wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11, taka tusome wote. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 nasema, wapenzi na wasii, kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na wewe. Petro anawaambia na wasii, nyinyi ni wapitaji na wasafiri. Hii ni njia ya pili ya kukukumbusha. Kumbuka wewe hapo unapita, sio pako. Jiwekeze unavyowekeza. Ukisahau kuwekeza mbinguni, hapa sio pako. Na utoki na kitu ukiondoka hapa duniani. Nani anataka kutoka na nini? Na siku hizi watu wanaamini ukizikwa na vitu vya thamani, wanapiga mahesabu ya kufungua hilo kaburi wachukue. Kuna wakati tunasahau kwamba hapa tunapita. Tunazani tuna umilele hapa. Ndio maana tunawekeza kwenye maisha yetu, hatuambiliki kwenye mambo ya ufalme wa Mungu.
Ukienda kuzika unaona ni huyu tu, siji kimemtokea nini. Kimemtokea nini siji amekufa. Sio kimemtokea nini, na wewe utakufa tu. Utaondoka tu. Acha kusahau hilo. Na hauna guarantee lazima ufikishe miaka fulani, no. Unaweza ukafa wakati project yako haijakamilika. Wakati mipango yako ya kufikisha milioni 100, milioni 200 haijakamilika. Unaweza ukafa hata kabla ya hiyo pesa ambayo unaiweka nini unaita kwenye ile account ambayo utoe, mnaitaje? Fixed account. Yaani account unaweka tu, hamna kutoa. Umeweka limit mpaka mwaka fulani au miezi fulani. Unaweza ukaondoka kabla. Na ubaya wengine ndio wanamficha kila mtu. Serikali ina hela ambazo hazina mwenye nazo nyingi tu. Si ndio? Zingine za kwenye simu na wengine hawamuelewi. Hivi uliwahi kujua hela ambazo watu wanakufa alafu wameziacha kwenye simu, walificha namba ya siri kwa mke wake na kwa watoto? Uliwahi kujua? Unafikiri zinaishiaga wapi? Kwenye line? No. Watu wa mitandao kuna muda fulani nao wana utaratibu wa kuripoti wapi? Serikalini. Kwamba hapa kuna fedha hizi na hizi hazina mwenyewe. Kumbe kuna mjamaa alikuwa anabailia, anaweka hata namba yake hamwambia hata mjukuu. Kama ulizifukia chini ya sakafu. Mimi niliishi na mzee mmoja alikuwa mbunge, baba wa kambo. Alikuwa na hata benki zipo, lakini yeye anaona kama benki hawezi kumwekea. Kwa alibomoa mahali fulani chumbani, akachimba shimo, akaitumbukiza hela huko. Alafu akachukua chungu akakiweka pale. Alafu akaamua kile chungu kisiwe kinahama pale. Alipokufa watu wakawa wanatafuta sasa huyu hela, inaonekana anapokata roho ni kama alionyesha na hela. Sasa ziko wapi? Maana vipi? Akaondoka hajamalizia sentence. Wakaanza kuhaha ziko wapi? Walipoziona hapo mahali pana mchanga wakafikiri panya kufungua, akazikuta yalichana magodoro yote mle ndani vipande. Wanahisi ili jamaa anaweza kwa aliweka hata kwenye godoro. Lakini ameondoka. Hatuelewi alikuwa ni mpango gani, amekutwa na madokumenti ya mipango na balbu zimekutwa nyingi. Sijui alitaka jenge wapi, sijui alijenga kusema, hatuelewi. Lakini alikutwa maboksi ya mabalbu na nini. Lakini kakimia, kanyamaza, hamna kuongea. Hizi balbu nataka ziwe za nini? Muulize jirani yako, unaelewa? Na unaondoka na kilo zako hizo haipungui hata moja. Wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri. Jamani, amini. Hilo ni jambo la pili. Ebrania 11:13 inasema hivyo, wakajua ya kwamba wao ni wasafiri na wapitaji. Yaani usisahau hilo. Usisahau hilo kwamba wewe ni mpitaji na msafiri. Ukikumbuka hilo, utawekeza unakokwenda. Utapatana na huko utakakokwenda kuishi milele. Lakini wewe ukijua ni hapa tu, kila kitu unakiona chako, unafikiri maisha yako yataishia hapa, huwezi kuwekeza kwa Mungu. 3, tunapoweka kipaumbele cha kwanza kwa Mungu, alafu mambo yetu yafuate. Hili ni jambo la 3. La kwanza nimesema kufikiri, namna ya ufikiri wako. La pili, kujua ya kwamba, kujikumbusha kwamba hapa unapita. La 3, unapoweka kipaumbele cha kwanza kuwa ni Mungu. Kipaumbele cha kwanza sio hereni. Kipaumbele cha kwanza sio saluni, sio viatu vya mchuchumio. Kipaumbele cha kwanza sio viatu. Kipaumbele cha kwanza sio nyumba ya kukaa. Kipaumbele cha kwanza ni Mungu. Jamani, unaelewa? Mwambie jirani yako kuna feri. Na nikwambie, mshirika anaye feri hapo hawezi kuona mafanikio. Kiongozi anaye feri hapo hawezi kuona mafanikio. Ama mchungaji anaye feri hapo hawezi kuona mafanikio. Siku moja nilimwendea mtu mmoja
Na wakati nikiwa na historia yangu, mimi nilipokuja Chanika, nilifika pale kwa Ngwale, tumefanya kazi ya Mungu pale, Mungu akatuleta hapa. Nilikuwa na nyumba yangu mkoani, nyumba fulani hivi kule, nikaiuza ile nyumba. Nilipouza, nilinunua viwanja viwili vitatu. Kimoja nilinunua Majoni, ambacho nilikuja kumuuzia mama Masichoni. Hicho kimoja. Cha pili nilinunua Butiama hapo Butiama, nilikuwa na uwanja hapo Butiama hapo. Kwenye ile gorofa hapo nilikuwa na uwanja. Cha tatu wapi na wapi kile. Kiera kile kikaa kimesha, nikanunua na kilimo pale nilinunua kama 700,000. Era ile kaa imeishi. Palipofika wakati wa ujenzi wa kanisa, tulipokuwa tuna feri, nikaa na kilondoa kimoja nilikianzia kile cha Majoe karibu na shule pale. Nikamtafuta mama Stone, akanipa hela. Nikaidumbukiza kwenye kazi ya ujenzi. Nikakivaa hicho cha kwa siro. Kila mtu alicheka. Kila mtu alifanya nini? Alicheka. Hiyo ni akili yao katika ulimwengu, ninaonekana ni mwenda wazimu. Na wauliza, ni akili ni mwenda wazimu? Mwenda wazimu? Niliwahi kuzungumza, lakini nakumbusha tu. Kikao kimoja kilifanyika pale Morogoro kwa shemeji yangu. Wakaniuliza maisha mapya ya Dar es Salaam. Wameshaelewa nimeuza nyumba na vitu vingine vyote vimeshapotea. Maisha ya Dar es Salaam yanaendelea. Na unajua, wanaelewaga vizuri maisha wao wanakuwa wanawake. Wanaume wao wanajizima data. Mwanaume kunaweza kuwa kuna mboga lakini akawa hapa anachangamka tu. Lakini huwezi kumchangamsha mwanamke ambaye hana mboga nyumbani. Huwezi, ataimba Bwana wa mabwana, hatari achomeke na mboga ya mbinguni. Kwa hiyo walipomwendea mwenzangu moja kwa moja, akawaeleza tu kwamba hapa mwelekeo unaona haupo. Na tunakoenda huko sijaelewa itakachokuwa. Bwana akitangulia mbele za Bwana, na sio mke wangu tu, wanawake wengi mnatanguliza waume zenu. Na sisi sasa tunagoma tutangulie. Akitangulia sijui itakuwaje. Kama kuna kitu nakumbuka kinaniuma ni kuhojiwa na shemeji. Unajua shemeji huna haki ya kumhoji. Yaani mtu aliyeoa dada yangu mimi hana haki ya kunihoji mimi. Sijui kama kwa Wasukuma huko. Lakini shemeji tunatakuwa mtume, nenda kafunge ng'ombe tu. Aliyekuja kwenye hema yetu amepiga magoti, anataka mtoto wetu ananihojije mimi. Toa maelezo. Lakini nakumbuka nilisema siku ile moyoni, nilisema Mungu yasikilize maneno yao. Yasikilize maneno yao. Nikamwambia uko wakati Bwana atatenda. Maana walivyokuwa wanauliza ilikuwa inaonekana zaidi nyumba imeuzwa. Kilichobadilishwa ni nini? Kilichobadilishwa ni kanisa. Unaonekana mweu. Mwambie jirani yako, wacha wakuone mweu leo. Vile unatoa kipaumbele cha kwanza kwenye mambo ya Mungu, unaweka hazina mbinguni. Sasa siku nimeenda na mtu, wakati huo nimejenga kanisa moja hapo, tujenga la kwanza. Sisi tumejenga kanisa hapa lilikuwa kubwa kuliko makanisa yote, yao ya Kipentekoste au ya sio ya Kipentekoste. Sisi ndio the first. Tujenga kanisa kubwa. Hata Katoliki walikuwa hawana kanisa la ukubwa ule tuliokuwa nao sisi hapa. Wote tumewachangamsha sisi kama kule ndio walivyo. Maana bati za kwanza tulizozipiga hapa ni 270. KKT walikuwa hawajajenga lile jengo. Wala Roma walikuwa hawajajenga. Walikuwa na kajengo fulani kadogo kana machuma pembeni. Sasa siku nimetoka na kutana na jamaa, naye ana shida ya ujenzi wa kanisa. Sasa nimeingia kwake napita, naona na kanyaga mabati, na muuliza haya mabati ya nini? Yangu mabati 200 nasema haya ya kwangu. Nilimwangalia huyo. Anasema haya ni ya kwangu. Haya ni ya kwangu, nachangisha ujenzi wa kanisa. Yaani mimi nimchangie, lakini yeye ana mabati ya kwake. Wachungaji mtaenda kufanya kazi, mnisikilize vizuri sana. Mnisikilize vizuri. Unaanza kufikiri kuna mtu anakuroga, kumbe wewe mwenyewe ndio mshirikina.
Na nikwambie hata kama na spidi hawezi kunifikia. Kumfikia spidi mtu ambaye anajisacrifice na kumpa Mungu nafasi ya kwanza kuliko mambo yake, hauwezi. Nikampunguza kilo mpaka leo. Ukisema amina namwambia amini. Na mpaka leo ana mtindo wake huo. Nitatoka nimejaza mafuta ya 200,000, ananipa 20,000, namwambia alhamdulillah, tutaonana mbele. Lazima uweke vipaumbele vya kwanza kwa Mungu. Uwe mtu ambaye una mikakati ya nafasi ya kwanza kwenye kila kitu. Unaweka hazina mbinguni. Jamani amina. Andika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6. Mathayo sura ile ya 6. Mstari wa 33. Inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hao wengine mtafanya nini? Mtazidishiwa. 3:33. Lakini Mathayo 19:21, hiyo ilikuwa Mathayo 6:33. Mathayo 19:21 inasema, inazungumza inasema viuzeni mlivyo navyo, alafu mtoe nini? Sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa mbinguni. Lazima Mungu mpe nafasi ya kwanza kwenye kila kitu. Mungu hajawahi kukaa nafasi ya pili, na wala hakubali. Leo nazungumza habari ya kujiwekea hazina wapi? Mbinguni. Sasa hebu nimalize. Nimalize kwa maneno machache. Kwa nini ni muhimu kuweka hazina mbinguni? Nimeweka pointi 3 tu. Namba 1, kwa nini ni muhimu? Hazina tulizo nazo aliyetufunulia ni Mungu. Kumbukumbu la Torati 28:12. Soma Kumbukumbu la Torati au nisome mwenyewe kwa haraka. Anayetufunulia hizi hazina tunazotaka tuziweke kwanza mbinguni ni nani? Ni nani wapendwa? Ni Mungu. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa umesoma mstari ngapi? Wa 12. 28:12 inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 28:12. Atakufunulia Bwana nini? Hazina yake. Atakufunulia nini? Hazina yake. Nzuri. Hazina gani? Nayo ni nini? Ni mbingu. Kwa kutoa nini? Mvua ya nini? Ya nchi yako kwa wakati wake. Na nini? Na kwa kufanya nini? Nini? Kazi gani? Mmesikia? Hebu mtikise jirani kumwambia kumbe anayenifungulia hazina ni Mungu. Nakwambia Mungu akitaka ukwame unakwama. Anayetufunulia hazina ni Mungu. Ndio anafunulia, anasema yule aokote kile, yule aokote kile, yule aokote. Nakwambia bila Mungu kukufunulia utakomaa. Uso utakuwa kama kishogo. Kila ukipambana hamna. Mungu ndiye anayetufungulia hazina. Imeandikwa atakufungulia Bwana hazina yake. Ameeleza kunyeshesha mvua kwa wakati, lakini sio kunyeshesha mvua kwa wakati tu, na kubariki nini? Kazi ya mikono yako. Atabariki Mungu. Sasa kwa nini usiweke hazina kwake, ambaye ndio anayefunguaga sio yako? Sasa nyinyi hamuelewi. Ukiona umelengeshwa hela kazini zimekuja, aliyefungua hizo hela ni nani? Kama ukiona umelengeshwa hela kwenye biashara zimekuja, aliyefungua hiyo milango ni nani? Umeshangaa watu wamekukunjulia mikono, aliyofanya wakunjue ni nani? Sasa sisi tunasahau, tunaona ni akili yetu, alafu ndio tunakoma sasa kuzirudisha zilikotoka. 2, jambo la pili. Kwa nini ni muhimu kwa Mungu na kumpa Mungu nafasi kubwa? Duniani kuna uharibifu. Kuna nondo, kuna kutu, kuna wevi. Hiyo wengine vimetaja vifaa au vitu vinavyoweza kusababisha vitu vyako viharibiki. Ingekuwa ofisi ndogo ningewapeleka ofisini muone bomba za zamani zilizofungwa pale ofisini kwangu zilizoliwa. Unafikiri kuna mtu anatahunaga
kutu imekula. Sio alikuwa nani, alikuwa mchungaji Makungu sio nani yule. Atrusha clip moja ya bwana mmoja aliyokuwa amejenga gorofa lake nzuri sana na magari mengi yako ndani. Kuna miti mle ilikuwa inaleta upepo. Wafagiaji walikuwa inaonekana mwa zamani wapo wanafagia vizuri. Lakini yule bwana akadedi akafa. Baada ya kufa sasa, mle ndani mkabaki mnaharibika tu. Hizi gari hizi hatu kiweke ya kubaini, ukisema uweke hatu inyanyue wanakuwa ya mawe, inachawa hapo. Zinaoza tu. Kutu wanatafuna. Duniani kuna uharibifu. Kuna wezi. Waweza kukupiga siku moja tu. Na hata kama mjanja, mimi kuna namna wizi ambayo naukataa. Na sasa hivi napanga mpango wa kutenga aina ya wizi ambao wakati mwingine mnaibua kijinga. Mimi nikukuta umepigwa roba. Lakini sio mtu amekudanganya tu. Anasema kuna mzigo unatoka Kariakoni, nimeona nifanye na wewe, upokee hapo wa milioni 200. Naona kubali. Gari imekwama hapa nani Buguruni hapa. Imekwama, tuma 200,000. Na wewe unatuma. Wizi wa kijinga huo. Lakini hata kama wewe mjanja vipi, ukipiga umepigwa tu. Kuna jamaa mmoja wanamuita nani yule Mzimbabwe, wanaita nani weakness. Hata anaitwa. Wanasema huyo ni haramia mbobeku wa mitandao. Akicheza na mitandao tu hivi, inaweza kachota hata hela benki. Kashangaa benki mnaanza kugongana vichwa, una losses za ajabu pamoja na CPA zako ulizozisoma, unakuta short. Ni mnaelewa wale watu wa benki wanakulaga sana, mnaelewa? Mnaelewa wanakulaga sana? Huwa wanakula sana. Sana. Hata mimi nimeshaingiziwa hela nyingi zaidi ya zile ambazo sijaingiza. Yaani nimeandika pale, nimeingiza kila safari, naangalia message iliyokuja imeingia hela nyingi zaidi. Mmoja nikampigia akasema umeniokoa, sijui ningefanya. Nikamwambia sijaingiza hela hizo. Hapa pana wezi. Hapa pana kutu. Hapa pana uharibifu mkubwa. Linda mamali yako useme unayalinda, lakini pana losi za kutosha. Pana mabonde yanayozukaga ghafla, yanaweza akalala mbele na nyumba yako. Unaweza kashuka mti, ule mti wa jirani ule, rudi nyumbani ule mti ule. Ukashangaa umeshukia kwenye nyumba. Hatuna kitu hapa ambacho kina usalama wa 100%. Chenye usalama wa 100% ni ile hazina tunayoiwekeza kwa Mungu. Tutafukarika hapa duniani, lakini tulichoweka kwa Mungu hatufukariki, kinakuwa kipo. Unaweza ukajitajirisha hapa duniani, lakini kwa Mungu ukawa maskini. Unaweza ukawa maskini hapa duniani, ukajitajirisha kwa Mungu. Na ukijitajirisha kwa Mungu, kwa sababu Mungu anafungua hazina, anaweza kukufungulia zikarudi. Kuna mtu amenielewa? Hapa pana uharibifu mwingi. Nilikuwa napata taarifa ya mchungaji Esther. Kuna moto ulipiga nyumba moja hapo ya jirani, alikuwa ameshaweka na madirisha au kamera. Lilikotokea ni shoti hilo. Unafika utaongea lugha yote mpaka Kilatini hata kama hujasoma. Una mwendi kuuza wako, una muharia wako. Upo unautingisha namna hiyo. Unakutana za osa. Chapati. Ndio uliweka moyo wako hapo. Ndio akili yako iko hapo. Niwaambia kuna mzungu mmoja sijui atokea Kenya, yule atakuwa ni mzungu bandia, yule alikuja nyumbani kwangu. Ametegesha kagari kake baby woka tu. Kako dirishani kakiwekea alama hapo, hata kigusa hizi. Haitusumbua kule baba. Simtaki hata rudi bure. Mapapaya naosha na sabuni. Lakini bado minyoo alipata kusikiana, akasema nasikia tumbo linaunguruma, nadhani hii ni minyoo. Tukamwangalia tu minyoo na sabuni yote hiyo bado minyoo. Lakini kagari kale kalikuwa kanamletea shida. Nawaambia mimi sijawahi kukumpuka usiku niamke muulizeni niseme gari yangu. Niliwahi.
unaona naelekea gari. Nimeona kama watu kama kishindo vinalia. Lakini kuna wengine hapa tena kagari kenyewe amechukua Sinza. Amepigwa marangi hapo balaa. Kama mameka tunafikiri na mama anaenda kufunga ndoa, lakini hako wewe umekang'ang'ania kuliko Mungu. Unanielewa mtu wa Mungu? Sio kwamba gari haiumi, inauma, lakini haiwezi kuwa namba moja kuliko nani? Kuliko Mungu. Hapana. Lazima uelewe hapa pana uharibifu. Wewe wote nazungumza uharibifu. Ile nyumba ikateketea kabisa kuliko mchungaji Yesu. Ikateketea kabisa, nasikia chini kabisa. Na vyote vilivyo ndani yake, na walikuwa wametoka kuhamia juzi. Wamepewa hifadhi na majirani. Wakae kwenye chumba kimoja kwa majirani. Sasa ndio ulikuwa unakwepa michango na ujenzi hayajenga sasa. Nadhani ulize huo moto tuambie uje kwako. Bila sema hapana. Ndio bora tunahubiri sehemu. Sasa tuitembea na wadada fulani wanajichanganya, lakini wamekuwa kwenda kwenye injili. Mapepe akasema sisi tunatoka, lakini tukitoka tunaingia kwa Mungu. Akasema sitaki. Akafikiri pepo unaanza kuliambia tu sitaki kwa mikono. Kumbe unapokwenda lenyewe linatangulia huko kwa Mungu. Kwa hiyo sitaki nyumba iungue, sio hiyo sitaki tu. Hata yule angesema tu sitaki. Tuelewe haya hapa duniani yapo. Haya hapa duniani nini? Yapo. Na Yesu mwenyewe anasema hapa pana wevi, pana nondo, pana kutu. Ila kile tunachoeleka kwa Bwana hakiibiwi. Tatu. Hapo ni sura ya 6 mstari wa 19 na wa 20. 3. Kwa nini tuweke hazina mbinguni? Palipo na hazina yako ndipo na moyo wako utakuwepo. 6:21. Kwa nini ni muhimu kuweka hazina mbinguni? Pale ambapo umewekeza sana na moyo wako utakuwa hapo. Kwa hiyo ukiwekeza sana kwa mtoto kuliko kwa Mungu, moyo utakuwa kwa nani? Kwa mtoto. Na anataka moyo uwe kwa mtoto. Ndio unamwita baba, wewe ndio baba yangu, wewe ndio baba yangu. Utamwamkia hata shikamoo. Kama umewekeza kwa nyumba, moyo wako utakuwa kwenye nyumba. Unataka moyo wako kwenye nyumba, utakuwa salama. Ukiwekeza kwa gari, moyo wako utakuwa kwa gari. Ukiwekeza kwa mchumba, moyo wako utakuwa kwa mchumba. Hata uchana huo mpaka ukome. Moyo ni sensitive. Lazima tuangalie unaweka wapi moyo wako. Muulize mwenzako, moyo wako unataka kuweka wapi? Ni kitu cha gharama, na maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko chochote. Ufanyaje nini? Ulindacho. Sasa hebu fikiria, huo moyo Mungu amesema ulinde, unataka uwekeze kwenye biashara leo. Na biashara unazijua. Sio uweke kwa Mungu. Ikipigwa biashara, moyo uwe salama, na moyo ukiwa salama, biashara itarudi. Lakini ukiwekeza moyo kwenye vitu, manake uharibifu wa hivyo vitu, ndivyo na moyo wako unaanza kuharibika hivyo. Ukakuta waliowekeza moyo kwa mtu, wanasema mimi basi. Akiachwa anasema mimi basi. Akifukuzwa kazi anasema mimi basi. Maana moyo aliwekeza wapi? Kazini. Sasa unapowekeza vitu vyako kwa Mungu, hazina yako unapowekeza kwa Mungu, na moyo wako unauweka hapo, unakuwa moyo wako umebebwa na Mungu kwa sehemu kubwa. Hivi vitu vingine vinafuata tu. Naomba simame pale ulipo. Nataka nikuombee ubadilishe uwekezaji wako. Unawekeza sana kusiko umeacha Mungu. Kila tukizungumza mambo ya Mungu, wewe unakuwa mzito. Kwa sababu hazina yako unataka kuwekeza kwa Mungu. Unawekeza katika ulimwengu huu ambao una uharibifu mkubwa. Tunao watu walikuwa na uwezo. Tumezungumza ile clip tuliyoona mitandao. Lakini hata Chanika tuna watu walikuwa na uwezo.
Tulikuwa na watu hapo wakikusalimia utaenda kuwaambia hata nyumbani nimesalimiwa. Chandika hiyo walikuwa wanatamba, wana maeneo kila sehemu. Wengine walikuwa wakitaka kumhamisha mtu, wanaweza kahamisha hata mtaa mitatu. Hela inakuja kwenye roba gawa. Lakini sasa hayo maeneo ni mabovu. Sherehe walikuwa ni Wakristo tu au Wakristo. Sherehe kwa Mungu walifanya nini? Kumbukumbu imepotea ghafla. Ni kama hajawahi kuishi. Ukipita maeneo hayo ambayo ulikuwa huwezi kuingia kwa namna yote ile, sasa hivi hata umbwa koko anaingia. Kuna mtu ananielewa? Hata umbwa koko anaingia, hata kichaa anaingia. Lakini kwa maeneo mengine hata mimi sijawahi kugusa. Labda ningegusa leo wanione nimepiga hodi na halia. Lakini kipindi hicho natembea, nimekuja kwenye umisheni, wasingeniruhusu niingie kwenye nyumba hii. Sasa hivi ni magofu. Uharibifu huko kwenye maeneo mengine nasikia kuna migani imeozea, imevunjika tu. Haina yenyewe. Wewe unataka kufanya hivyo? Weka mkono kwenye moyo wako nikuombee. Mungu akusaidie kuwekeza kwa Mungu. Hivi vichache ulivyo navyo wekeza kwa Mungu. Wekeza muda, wekeza tabia njema kwenye moyo wako. Wekeza utoaji wote kwa Mungu. Na Mungu utamuona akishughulika na maisha yako. Baba Mungu wa mbingu na nchi, nawaleta mikononi mwako watu hawa. Leo nimezungumza habari ya kuwekeza kwako. Kujiwekea hazina mbinguni, mahali ambapo hakuna kutu, hakuna nondo, wala hakuna wizi. Tusaidie tubadilishe mwelekeo. Tunapofika mahali pa mambo ya ufalme wako, tuyape nafasi kubwa. Na nimetaja sababu kwamba wewe Mungu ndio wewe unatufunulia hazina. Ukizuia mahali pale tulipokuwa tumefanikiwa tutakwama tu. Kila mahali tunapofanikiwa wewe Mungu ndio unakumefungua hazina. Maana imeandikwa utatufunulia hazina yako. Baba, asante kwa ajili ya watu wako hawa, naamini utawasaidia. Na utanisaidia na mimi pia. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi. Naomba mchungaji uje hapa mbele ili tuende kwenye ibada nyingine ya kushiriki meza ya Bwana.